na akarudi usingizi. Hakujisumbua na shetani. Tuko pamoja. You have authority. You have power because you know who you are. Unapochukua mic kuimba, unajua wewe ni nani. Unaposhika hiyo keyboard, unajua unashusha uwepo chini. Mtumishi, unapochukua microphone, uwepo unashuka. Mungu anatembea, you don't force. Hallelujah. Kama vile Bishop alituambia, kuna Bishop alikuwa anamwambia kama roho if the Holy Spirit does not move, I move him. Na nikakuwa nikisikiza Wigo Smith. Na Wigo Smith anasema aliletewa, maana he has 14 documented cases za wafu wamefufua. Wapendwa, we are living in the right time. Wafu wafufuke. Washirika mnisikize. Hii miujiza si tu watumishi, hata nyinyi mko your partakers. A time has come, a revival is here. The dead shall rise. The sick shall receive healing. In Jesus' name. We have that power. We have anointing. Biblia inasema Jesus is the same yesterday, today and forever. He has not changed. Yeye alikuwa na mitume yuko pamoja nasi. Yale alifanya nafanya leo. Arise and shine. Arise and do the work of God. Hallelujah. Mimi naamini tuko hizo nyakati. Bwana Yesu asifiwe. So spiritually sensitive. Wapendwa, I'm calling us to be spiritually sensitive. God is doing a new thing. There is a mighty move of the Holy Ghost. Na Mungu anataka watu ambao wamejiandaa. People with capacity to handle the power of God. People with capacity to move with God. People with capacity to move with the Holy Spirit. God is a moving God. He wants people who are moving. Shida ni sisi tunakoma mahali Mungu alikuwa. Let me explain. Sasa hivi Mungu akinitumia na niombee mtu mahali pale nje na kiwete atembee, watu wataona hii nimefanya, watafurahi, ndio wataanza kuabudu hapo nimeombea huyu kiwete. So in other words, we are looking for where God moved away from, instead of moving with God. Wapendwa, God is not static. He is a moving God. God is not static. He is a moving God. And God wants people who are moving. A church that is moving. A pastor who is moving. A member who is moving. A choir member, a worship leader who is moving. Soma kwa Biblia yako, God is always searching. Yesu anamwambia mwanamke Msamaria, John chapter 4, verse 20, 21, 23. God is a spirit and is seeking for those who will worship him in truth and in. So God is ever searching. He is seeking. Hata saizi usiku wa leo Mungu anatafuta. God is seeking. Atajidhihirisha on whose behalf. Anataka Mungu atakuonyesha nguvu zake. But he's looking, he's searching. Amen. Tonight, be the one who says, I am the one, I'm here. I am here, use me, God. So you must be spiritually sensitive. Number 3, doctrinally sound. Doctrinally sound. Doctrinally sound. No wonder Paul angemwambia Timothy, study to show yourself a workman who does not need to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Hallelujah. Now the problem is, maana mimi niko hapa, hata mimi mtumishi wa Mungu, we are seeking to please men, but the narrative has to change. We look for God's approval, not pleasing men. God's approval, not pleasing men. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. However, the Corinthian church, with those whose work was rude, hay, straw, members who were immature, insensitive to one another, and vulnerable to wrong doctrine. No wonder they had many problems. Kama kuna kanisa ambao Paul ameandikia na ilikuwa na mashida nyingi sana, ni Corinthians. Na part of what Paul was writing ni majibu, alikuwa na wajibu, maana alikuwa na maswali mengi sana. Paul alikuwa anashangaa, hawa jamaa hawajapungukiwa na karama zozote. All the 9 spiritual gifts are operating among them. Are we together? Yes. All the spirit, hata baada ya kuandikia wanachunguza zote the 9 spiritual gifts, they are operating among them. It's a big church. Iko katika mji mzuri, mji mkubwa. Believers ambao wamekaa ndani ya wokovu kwa muda. Lakini Paul
Unashangaa nini kinafanyika? Wana mashida nyingi. Bado they are immature. Wapendwa, church have come to challenge us. In this revival, mature up. Let us mature up. Amen. Let us mature up. Let us be not insensitive but sensitive one another to one another. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Twende haraka. Twende kwa foundation verse 11. Let me talk about the foundation, Jesus Christ. One of the things we discover, a building is only as solid as its foundation. A building is only as solid as its foundation. The building or a building is only as solid as its foundation. In other words, if the foundation is firm and strong, the building is firm and strong. Hizi nyumba nyingi za tuko hapa Kenya, tumekuwa na cases nyingi za nyumba zimeporomoka. Ghorofa ilikuwa inapandishwa imefika 4, 5 imeporomoka. Now, there are two things that affect the foundation or a building. There are two. You can write them down. There are two things that affect any building, whether even in kubwa, even in ndogo. There are two things that affect any building. Number one, if you tamper with the foundation. You tamper with the foundation, you tamper with the building. Ukikuza uanze kuharibu msingi, hiyo nyumba inakuwa weak. Labda umeona nyumba nyingi zimeandikwa alama ibomolewe. Maana imeanza cracks. Imeanza nini? Cracks. Sasa ninakwambia ni kwa nini. Ya kwanza tunachunguza foundation. Number two. Ya pili. The second thing, building with inferior materials. Building with inferior materials. Badala kutumia simiti ya kutosha, tunagawanyisha na tuweka kidogo ili tuweze kuscale ama kusave. Na pia tunajenga na nini ambao si high quality ama quality nzuri. Seeking shortcuts. Listen to me. In God there are no shortcuts. Servants of God, there are no shortcuts. Washirika, there are no shortcuts. There is no shortcut. Kwa njia za Mungu hakuna shortcut. Do the right thing. Yes. Do the right thing. So wacha niona watu tumeshika. Tumesema kuna vitu mbili ambazo zina affect any building. Ni gani na gani? Foundation. Temper with the foundation. Now building materials. Building with inferior material. Let's come to the foundation. Now, yes, tunajua msingi ni Yesu na we know. Na tunajua. But I've realized the church in Kenya, and I'm using that example. Yes. Nikiwa mwangalifu. We have deviated from the foundation, the right foundation. The things that are happening in the church, zingine ni za aibu, si za kupendeza. Mambo ambayo yanaendelea inafundishwa, na mengine yanakiliwa, unasema tunasikia aibu. Unashangaa, je, ni mtu alisema? Je, ni kitu kilitendeka? Maana tumeanza kutemper with what? The foundation. The problem is today, the foundation inaweza kuwa laid on personality. Charisma is good. Kuwa na vipawa na Mungu anatumia ni vizuri. Lakini we realize when God uses you in a mighty way, you don't care about the titles. That's where we are. That's the problem of Kenya. Na pale nimeshaanza kujiita Doctor, Professor, Bishop, Apostle Minor. Doctor, Professor, Bishop, right, left. His Highness. Oh yes, His Highness, the mightiest. So nimekuja kurealize when you are doing the work, you forget about the title, don't care about the title. Yes. Maana you are so focused, you have known their foundation is Jesus. Yes, amen. And you are seeking for Him to receive glory, not me. Sio mimi, ni yeye apokee utukufu. Yes, yes, mchungaji fanya kazi nzuri, lakini ni Mungu si mchungaji. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tangu nikuja hapa nilikuwa nagonjeka. Pastor Maina
naponya, alafu nikiamka nafurahia. Naambia, ninawaambia hii kanisa mimi naponya. Sio mimi, ni Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa shida, so swali langu ni kwa nini watu ambao wamesoma pia wanapotoshwa? Watu ambao wamesoma, madaktari, wanafuata blindly. Bado unaimba tu mightiest, mightiest, mightiest. Na umesoma na degree zako. Ni daktari. Maana nimejua wakati msingi unaharibiwa, nyinyi hamjui, but you can tell. When the foundations are tempered, the foundation is tempered with, unaweza jua. Mtu akiwa sound enough, utajua hii msingi imekuwa messed up sana. Twende ya pili. Tumesema tunajenga juu ya msingi huu na nini? Material. Twende verse. Which verse is that? Rakaraka, I have 10 minutes to go. Yes. Twende verse 11. Now, if anyone builds on this foundation with gold, silver, precious stones, wood, hay, straw. Tulie pole pole na Kiswahili. Mtu yoyote akijenga juu ya msingi huu na nini? Dhahabu, fedha, almasi, mbao, yes, nyasi, nyingine tuongeze nyingine na straw. Tumalizie na mtumaini nasema straw. Nyasi ambayo imekauka. Sasa nataka uangalie. Paulo anasema hizi zote zitajaribiwa na moto. Sasa nataka imagine zikipitishwa kwa moto. Unadhani nini kinafanyika? Tuanze na ile ya chini kabisa, nyasi ambayo imekauka. Ikipitishwa kwa moto inafanyika nini? Iliungua kitambo. Haya, tukuje ya pili. Tuchukue straw ama nyasi. Ama chukua mahindi ambayo zimekauka. Ile mgomba yake hiyo inaitwa jio nini? The stump inaitwa jio, na Kiswahili inaitwa jio. Hiyo imekauka, umetoa mahindi imebaki na ile mgomba, ile mti yake inaitwa jio mti. Hiyo maize stalk. Natafuta Kiswahili, sijapata Kiswahili. Misogoro. Wacha chukue msogoro pia. Sasa ukipitisha msogoro kwa moto nini inafanyika? Haya, twende kwa mbao ama wood. Ukipitisha kwa moto nini inafanyika? Naungua. Sasa tukuje sasa kwa fedha. Kupitisha fedha itastahimili. Ukija kwa dhahabu inastahimili. Sasa inamaanisha Biblia inasema vizuri, kila kazi ya mtu itapitishwa kwa moto. Itajaribiwa. Na nashukuru Mungu mchana wa leo kazi zetu zimethibitishwa. Kama wachungaji, builders, tumethibitishwa. Tumedhibitika in Jesus name. In Jesus name. Kazi zetu zimedhibitika. Kazi zetu zimedhibitika. Hallelujah. Kazi zetu zimefanya nini? Zimedhibitika. So ombi langu ni LCM. Ninaomba, hebu ndio na washirika wa LCM. Wow, mmebarikiwa. Pastor John, mmebarikiwa. Sasa mnisikize wapendwa hawa. Kazi yako isiwe ni ya mawe ama isiwe ni ya nini? Straw. Mbao, straw. Inamaanisha nini? Ni mtu ambaye hanga ni mlegevu kwa kazi ya Mungu. Ni mtu ambaye si shupavu kwa kazi ya Mungu. Anafanya kwa shingo upande. Simameni na mtumishi wa Mungu, maana Mungu amewaleta mahali hapa na sababu. Amen. Na Mungu akiona uaminifu wenu anawapeleka mbali. Hivi karibuni hapa mahali hapa tosha. Amen. Maana mnapanua nyua hizi. Mungu anafanya mambo makubwa. Mungu anataka wengi, na kabla hawaleta hao wabarikiwe, watu wakuja wapate watu wamebarikiwa, wameimarika. Watu wameinuliwa, watu wanapeleka magari zao, watu wanaishi kwa nyumba zao, maana Mungu si mdhalimu. Mungu si mdhalimu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Niruhusu nisome verse nyingine moja. 1 Corinthians 15:58. Namalizia nayo. 1 Corinthians 15:58. Ni Paul akienda kumalizia kuandikia kanisa hili ama kumaliza na 1 Corinthians, waraka huu. 1 Corinthians 15:58. 1 Corinthians 15:58.
58. New King James Version inasema, therefore, my beloved brethren, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that your labor is not in vain in the Lord. Amen. Sasa soma na nguvu version yako. Just read whatever version you have. Let's go together. 1, 2, 3, let's go. Whatever version. Hata kama ni lugha ya mama soma. Hata kama ni lugha ya mama fanya nini? Soma. Soma. Twende pamoja. 1, 2, 3. Therefore, my beloved brethren, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that your labor is not in vain in the Lord. Wachungaji, your labor is not in vain in the Lord. Reverend, your labor is not in vain in the Lord. Waimbaji, your labor is not in vain in the Lord. This night, as you came for this revival, listen to me, your labor is not in vain. Now, tuanze na ya kwanza imesema nini? Is not in vain. Vain simply means unsuccessful. Vain, ubatili inamaanisha nini? Unsuccessful. Unsuccessful. Vain, unsuccessful or useless. Failing to achieve a purpose. It means empty or futile. So ikisema kazi yako sio ubatili inamaanisha kazi ambayo unafanyia Mungu. Kazi ambayo unazingatia katika Mungu, nisikize, ina mazao. Amen. Ina malipo. Yes. Mungu anakuja kupa thawabu. Ukifanya bila kuchoka, kuna thawabu. Wamama, Mungu anatupa thawabu. Na kitu kizuri ni kwamba you may not see right now, but it is coming. Hallelujah. Wait for it, it is coming. So nimesema nini? Our labor in the Lord is not in. Number 1 nimesema be steadfast. Be what? Steadfast. Now steadfast simply means resolutely, unwavering. It means unwavering. Bila kuyumba yumba. Hayumba yumbi. Ati leo sijisikii. Leo sisikii kwenda church, leo sisikii kuimba. Si ndio uimbaji. Lakini unapata mtu anajua ni muimbaji. Anakuja na keti leo siimbi nione vile kutakuwa leo. Ama anakuja late. Najua worship inafaa kuanza saa 4. Nakuja saa 4 na nusu. Nione vile kuliendelea. Nisikize. Ati nakuja tushafanya. Nimekuja kurealize, Pastor, God has spares. And the spare is always better than ile mkono. God has spares. God has spares. So therefore, be unwavering. Number 2, usikuwe mtu wa kuenda na feelings. Mtu wa kuenda na hisia. Kuenda na nini? Na feelings. Hatimaye nilikuwa nakuja church. Pusi mweusi amepita, narudi home. Narudi home. Hiyo siwezi enda hiyo bana. Hiyo ni ishara, nisifai kwenda kwa hiyo ibada. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unwavering inamaanisha unajisikia ama ujisikii, fanya. Amen. Jana kule kanisani kwetu tulikuwa na Bible study. Na ile mvua ilinyesha usiku. Nilikuwa nimeandaa familia yangu na tunapokuwa tunataka kutoka. Mvua ikakuwa kubwa. So my wife alikuwa anaangalia juu na decide vipi. So naangalia nje, kutoka nje mvua ni kubwa. Sasa nikwambia nyinyi wote kuna mtu anabaki kwa nyumba, hata vijana wamefunga shule. Tunaenda Bible study. Na nilihisi ni sisi peke yetu familia. So mke wangu aliketi chini na vijana wangu nikafundisha vizuri. My wife kumaliza kaniambia, you have passed the test. Umepita mtihani. Unaona wakati mwingine tunangoja mpaka tuwe na watu wengi. Mchungaji, hata kama ni watu wawili, hama the gospel. Fanya kazi ya Mungu. Hallelujah. Mungu ni mwaminifu. Anapoona wewe mchungaji ni mwaminifu, God will release many people. Nisikize, yes, saizi unaweza kuwa hauna
millionaire. God is bringing millionaires. Tunapata watu watadhamini hiyo. Utakuwa unaongea kuhusu keyboard, mtu mmoja ananua mmoja. Ukisema tunataka kufanya jambo fulani, mtu mmoja peke yake, that is where we are going. Amen. Inaanza na uaminifu. Amen. Tukiwa waaminifu, Mungu hana shida. Wafutenda kama Mungu anaachilia. Yongicho, I was reading a testimony. Yongicho, the late Yongicho, the man who had the largest church in the world. So alisema vile alianza. Akianza kanisa, alianza eneo ambalo lilikuwa it was poverty stricken area. So kwa hivyo akianza ibada, watu wamekuja wala wachache. Vijana hawajakula usiku. So wanapika uji na nyungu kubwa. Kwanza tunaanza ibada kwanza kama tumeshiba. Hata hili upigwe vita kama umeshiba. Mtu mmoja ananiambia hili upigwe vita kama umeshiba. Sasa walipokuwa kiendelea, Mungu akamwambia hawa vijana waambie watie bidii. Kabla milionea kukuja, hawa ndio wanafanya kwa milionea. Na saa hizi hata yeye baada kukufa, wale alianzisha nao they are millionaires. Nisikize, wale ambao mmeanzisha mko na Pastor Jonah, as you remain faithful, listen to me. God is releasing resources. Amen. Enough resources. Amen. Enough. Utakuwa na vyombo zaidi za kutosha. Amen. Mchungaji nisikize, utakuwa na pesa za kusaza kulipa wafanyakazi. Amen. So to appreciating them, even paying, because God is releasing resources. When God sees your faithfulness, He releases resources. He releases resources. He releases resources. But number one, tumesema nini? Be what? Steadfast. Tumesema steadfast means what? Unwavering. What? Unwaver. In other words, be loyal. Kuwa mwaminifu. Kuwa mwaminifu kwa kazi ya Mungu. Number two, ya pili nasema be steadfast, immovable. Immovable inamaanisha not able to be moved. Mchungaji atatemeshi na dhoruba. Washirika, we are not moved. Hata mvua ikinyesha, unajua utajua mshirika Sunday wakati wa ibada, utajua washirika halisi watakuja hata kama kunanyesha. Watakuja hata kama kuna nyesha. Hata kama kuna nyesha. Na si tu mvua kubwa, hata kidogo, hata kubwa watakuja. Na mimi nihesabu mmoja wa hao. Hallelujah. So wale ambao Mungu amewaleta hapa, be intentional in serving the Lord. Serving the Lord is not in vain. Ya kusema mama, be immovable. Immovable also means fixed. It means fixed. Fixed. Kitu fixed ni kumaanisha kwamba imechimbiwa chini na imekuwa established. In other words, it's talking about establishment. Mchungaji, as they serve you and as they serve God in this place, I declare you live in your own house. Amen. In your own home. I declare you will be driving. Why? Because you are fixed. You are planted in God. You are not moved. You are immovable. Turudi hiyo verse tena mwisho. Time yangu imepita. Can you repeat that verse once more? 1 Corinthians 15 verse 58. Yes. 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 Always work with enthusiastically. Yes. Lord, for you know that nothing you do for the Lord is ever useless. Your labor is not in vain. Sasa geukia tu jirani yako, mwambie kazi yako si ya ubatili. Your labor is not in vain. Mshike mkono, hebu mshike mkono. Umemshika mkono, simama na yeye. Simama na yeye, simama. Kazi yetu si ya ubatili. Our labor is not in vain. Even coming today is not in vain. Tumeweka msingi. Tomorrow it will be even much more better than today. Please come. Because Mungu anafanya kitu cha kawaida. Funga macho yako, inamisha kichwa chako chini. Fungua tu kinywa chako, mwambie Bwana nisaidie. Nisaidie Bwana. Nisaidie kuchenga na material ambazo ni za dhamana. Kuchenga na dhahabu. Kuchenga na dhahabu inamaanisha giving God the best. Resources, you give God the best. Time, you give God your best. Your best time, you give God your strength. You give God
your resources. Patia Mungu mali yako, mtumikie kila kitu ulicho nacho, mtumikie. Yes, and he's building in this foundation. 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 Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Ninapoenda kumalizia na maombi, nilianza kwa kusema Yesu ndio msingi wetu imara. And everything else we build, Jesus is our pattern. The material, Jesus is the pattern. Ndio Mungu alimwambia Musa, build the temple. I'm sorry, not the temple, the tabernacle according to what you are shown. Amen. Because the tabernacle is Jesus Christ. Whatever we build, the pattern is Jesus Christ. Build on Jesus with the right material and the best of your efforts. Father, in the mighty name of Jesus, we worship and we give you praise. Jesus, you are the right foundation. You are the base of our belief. You are the base of our, you sustain us. You are our foundation. And as we build as builders, Jesus, we want to build with the best materials, with gold, with precious gold, with even silver, with brass, with everything that is, dear Lord, noble. Father, we thank you. In this revival tonight, remember the women, remember the men, remember our young people. It is not in vain they came. Father, I declare blessings upon your people. I declare blessings upon Pastor Jonathan and this congregation. We release a supernatural breakthrough. We release financial breakthrough. Lord, as they stand and do your work, God, they will not be ashamed. These members will never be ashamed. You will meet with them according to their needs. As dear Lord, He delights Himself in you, you will give Him the desires of His heart. Fungua kinywa chako, mwambie Bwana nisaidie. Bwana nisaidie. Nisaidie kujenga kwa msingi huu. Nisaidie Bwana. Nisaidie Bwana. Nisaidie Mfalme. Nisaidie kujenga